Mbona mnanifokea? Ni msiwaelewi? Kwanza naomba mnisikilize kwa makini. Huyo manyanya ambaye mnamuongelea ni mwanaume wangu mimi. Sijui mnanielewa? Nimemchagua mimi mwenyewe. Awe amenikataa, awe ameniacha, awe sijui analomba kiasi gani, ni wa kwangu. Alafu kuhusu masuala yenu sijui kunitenga, sijui familia imekaa, hiyo ni juu yenu nyie. Mkinitenga, msinitenge, mimi naangalia furaha yangu. Mimi nishakuwa mtu mzima. Natakiwa nikae sasa hivi nipange familia yangu. Sasa nikikaa nianze kuwaza shangazi kanitenga, dada kanitenga, nitafeli. Kwa hiyo nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Huyu amerogwa sio bure. Sioni akili yake kabisa. Ile line umeshaanza kuitumia? Nimeshika imesoma. Angalia namba yako sasa. So kila mtu namba tu namba hizo. Arab suited. Mbona tu mimi ndo nimevunja line yangu, wewe bado unatumia line ile ile? Au wao watu wananitafuta tu mimi, wewe hawezi kutafuta. Unajua hii issue jinsi ilivyo. Kiusalama zaidi. Sawa. Wewe kwako umekaa kihatari zaidi kuliko mimi. Kwa sababu mimi najua jinsi ya kudili na hawa watu wenye tabia hizi za kuspy. Sawa? Wewe kwako ni ngumu kwa sababu leo hii mtu anaweza kukupigia simu kama anataka afanye biashara na wewe. Akaomba mkutane. Sawa? Wewe bila kujua ukaenda, unajua ni deal, kumbe watu wamekuja wanataka kuteke huko akakufiche. Sawa? Kwa hiyo risk yako ni kubwa. Lakini for me naelewa kila namba ninayoiona najua jinsi ya kucheza nayo. Kila mpelelezi ambaye anakuja najua jinsi ya kudili naye. Kwa nikaona kwa kunusurisha hayo yote ni bora sasa wewe nikutulize kabisa ili mimi mwenyewe nibaki kwenye mission, nitajua jinsi ya kuhandle. Kwa hiyo hii kwangu mimi ipo kwenye control nzuri zaidi kuliko kwako. Kwa hiyo pale kazini kuna wote wameambiwa kizao wavunja line. Yaani namwongelea Bakevi na wengine. Wewe issue ni kubwa. Wewe. Yaani hii sio tu kama ni mimi hapa anakuzuia, hapana. Yaani hii issue imeathiri firm nzima. Hakuna advocate ambaye yuko salama. Na wote familia zao wameshaziambia kuhusiana na hii issue na wameziweka under security. Wewe unafahamu masuala kama haya wewe ni hatari. Babe, leo wakati natoka kazini nimekutana na Bakevi. Nikajaribu kumuuliza kwa sababu nimemwona na mtoto afu kwa sokoni ananua vitu like kama hamna kitu ambacho kimetokea. Nikajaribu kumuuliza, akashangaa yani kama hajui kitu chochote. Isitoshe tena akampigia hadi mume. Kumpigia mume naye ndo akashangaa zaidi. Yani kama mimi ndo nimeongea kitu kigeni au kitu kipya kwao. Sasa kidogo nilishangaza hiyo. Wewe tena. Na habari. Imekuwaje tena umeenda kuuliza watu wengine? Wakati mimi mke wangu nilikwambia kabisa hili jambo hutakiwi kumshirikisha mtu mwingine yoyote. Masuala kama haya kiusalama huwa si swala kumwamini mtu mwingine, lazima libaki kuwa kama siri. Na hii ni sheria hata kwenye ukienda kwenye swala intelligence moja huwa hawezi kumwamini intelligence wa pili hata kama unafanya kazi sehemu moja. Kwa nini umeenda kupeleka habari kwa watu wengine? Lakini mimi sikuuliza kwa nia mbaya, yani ilikuwa pia ni kwa usalama wao. Nimeona kama amejisahau yuko na mtoto tu anazunguka. Nimekosea wapi hapo? Unaulizaje mke wangu? By the way mimi nimesema hivyo kwa sababu ya usalama, lakini sikutakiwa hata nikwambie wewe kuhusiana na kinachoendelea. Nilikwambia nilikushirikisha kwa sababu mke wangu nakuamini, kwa sababu najua akili yako uko smart, kuna namna unaweza kuyaficha ya mambo yasitoke nje. Kitendo cha wewe kumuuliza tu mtu mwingine maana yake ni kumfikishia habari. Na yeye akimuuliza mwenzake, ikimfikia spy ambaye tunamkimbia maana yake nini sasa? Sisi tumeingia kwenye hatari. Mke wangu usitoi mambo ya ndani ya siri, huu ni wigo wa kifamilia. Come on. Kwa mimi naweza kukwambia vitu vingine vya ndani, usiseme nje unaenda kupeleka. Hata kama unaamini mtu usimwambie mtu. Makipi anausika vipi hapa sasa? Naye kampigia Bakevi huko kamwambia what the hell? Na nimekwambia usiende huko kwa watu, usizurure, usipeleke hizi habari. Mke wangu una matatizo gani mama? Sasa mbona kama unanifokea? Wewe unakuwa unakosea wakati mwingine. Hivi vitu ni vya hatari. Ninapokuambia hatari naomba elewa ni hatari. Sio mpaka kitokee ndio uone ni hatari. Ndio maana uniamini mimi ninachokisema. Sasa kwenye kunatafuta shahidi kwa Bakevi. Samahani. Usifanye hivyo bwana. Mimi ninapokuambia kitu na maana yangu, kwa hiyo heshimu kile ninachokuambia. Hata kama ukielewi, sometimes you have to respect. Utaelewa baadaye. Sawa. Achana namba yake umechukua? Achana nao watu, usiwasiliane nao.
fanya kama nilivyokuelekeza. Kwa upande wa manyanya bado mambo ni pambe tu. Kama wewe unaikubali na kuipenda hii kapo ya manyanya pamoja na bibie Matilda, wewe kwenye comment hapo weka makopa alafu mwambie manyanya sasa tunataka ndoa, kwa maana mtoto tunaye, hapa ni ndoa tu. Kama wewe unatamani hawa watu waweze kufunga ndoa, hebu wawishi kwa kuwekea makopa na maua hapo chini ili waweze kupata hamasa na nguvu ya kuweza kufunga ndoa. Lakini hapa kuna Team Mati na pamoja na Team Vai. Hapa Team Mati lazima waweze kusherehekea ushindi, kwa sababu kitu walichoweza kukifanya ni kwamba manyanya tayari ameshaweza kurudi katika himaya ya bibi Matilda, na kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni mahaba na mapenzi ya kujificha, kwa sababu pale nyumbani kwa bibi Mati ambapo walikuwa nakutana manyanya pamoja na kipenzi chake, tayari kuna ndugu zake na Mati. Kwa hiyo manyanya hawezi kufika pale, na kama unavyojua manyanya akifika pale kuna uzio na vipengele vingi sana, ugomvi na uchokozi wa hapa na pale. Kwa hiyo sasa hivi makutano imekuwa ni huku kijiweni, yani manyanya na Mati wamekuwa wakikutana katika mitaa. Lakini leo Mati amekuja na staili mpya na mambo mapya zaidi ya kuanza kumwambia manyanya aweze kumuimbia. Je, hii ni mimba inayompelekesha hivyo au ni kusudi zake tu za kudeka kimapenzi? Basi Mati akaanza kumwambia manyanya amuimbie. Akamwambia, "Bwana, naomba niimbie." Manyanya akamwambia, "Sasa mimi ndakuimbiaje na nitakuimbia nyimbo gani?" Mati akamwambia, "Niimbie hata nyimbo za Kihindi bwana." Manyanya akashangaa, akasema, "Mimi na Wahindi wapi na wapi? Hicho Kihindi nimekijulia wapi? Alafu huyo mtoto ni Mswahili. Sasa inakuwaje tena mimi nikaanze kuimba Kihindi jamani? Mbona kutesana na kunyanyasana?" Mati akamwambia, "Bwana, niimbie bwana." Basi manyanya akamwambia, "Usikasirike basi. Usikasirike kipenzi changu. Mmoja mimi niweze kukuimbia hapa ili wewe na mtoto muweze kufurahi." Basi manyanya akaanza kupiga kelele na kuimba vitu ambavyo havieleweki. Mati akaanza kucheka, na manyanya alimwambia kwamba ukianza kucheka mimi nitakuwa siimbi tena. Kwa hiyo Mati alivyocheka tu, manyanya akampiga kidogo kimapenzi na kimahaba, alafu akamwambia, "Umeona? Si nilikwambia ukinicheka siimbi tena, kwa sababu mimi mambo ya Wahindi siwezi kuyajua. Asa wewe unalazimisha mimi niweze kuimba Kihindi. Hicho Kihindi mimi nakijulia wapi?" Basi Mati akamwambia, "Basi bwana, kama utake kutuimbia. Alafu baby, unajua sasa hivi ili tumbo tayari limeshaanza kuwa kubwa na tayari limeanza kuonekana." Manyanya akamwambia, "Ndio, hata mimi naliona." Kwa hiyo Mati anamwambia manyanya kwamba tayari tumbo limeshaanza kuwa kubwa na wanatakiwa waanze kwenda kliniki. Sasa je, manyanya atakubali kwenda kliniki au atapinga? Basi baada ya Mati kumwambia manyanya wanatakiwa waweze kwenda kliniki, manyanya akamwambia, "Sawa, hamna shida. Hapa cha kufanya uniambie kinatakiwa nini na nini tuweze kuviandaa ili twende huko kliniki." Mati akamwambia, "Hapa inatakiwa daftari, mkoba, inatakiwa na kanga zile za kujifunika wajawazito wakati wanaenda kliniki." Manyanya akashangaa akamwambia, "Madaftari tena? Madaftari ya nini? Hivyo vitu vya nini tena jamani? Kumbe wanaendaga na madaftari?" I say. Haya, lakini wakati Mati anaendelea kuorozesha na kuongea, mara ghafla akapita bibi Kathe akawa anapita nyuma yao. Alipowaona tu akakunja sura na kunyali kwamba hawa watu kumbe bado wanaendelea kuonana na kuendelea kupendana. Kathe akili yake na imani yake ilimwambia kwamba manyanya na Mati sasa hivi kuishi naye na mambo yamekuwa tayari yamekwisha. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuwaona hapa na kuwashuhudia tayari wamekaa huku wanaongea wakitabasamu wakichekeana vizuri na stories zinapanda vizuri, yeye roho imeweza kumuuma kwa kile kitendo ambacho manyanya aliweza kumfanyia, kuweza kumkataa kule gesti na kuweza kujizalilisha kubaki uchi mbele ya manyanya. Kwa hiyo manyanya
tayari anamjua vilivyo sana Kathe. Basi Kathe akakunja sura na kisha akapita, lakini Manyanya akawa anamwambia kipenzi chake Mati kwamba Chaunabe huyo anapita. Yaani huyo Chaunabe hapa sijui itakuwaje. Mati akataka kukimbia, akamwambia subiri. Bwana niache niende. Manyanya akamzuia na kumwambia hapana. Hapa hakuna kwenda sehemu yoyote wala hakuna kwenda popote, kwa sababu yani huyo uliyeweza kumuona hapo hatakiwi kukutisha wala kukuogopesha, kwa sababu hakuna chochote anachoweza kukusaidia. Kuna kipi ambacho ameshaweza kukufanyia katika maisha yako? Kitu gani ambacho anachangia katika maisha yako? Nimesema hivi, hakuna kwenda popote. Manyanya akamshika mkono na kumvuta, kisha akamsogeza karibu yake na kumwambia, tena ukae hapa na utulie kabisa, tukumbatiane, ili hata kama atakwenda kuwaambia ndugu zako, atakaenda kumwambia nani, nataka nione hao wapambe wanakuja. Alafu akampiga busu na kumwambia, na mabusu ya barabarani sasa yanaendelea, mimi nataka nione hao watu wanaweza kuja. Kitu alichokifanya Manyanya ni kumjengea confidence bibi Mati, ili tu chochote kinachoweza kutokea na vyovyote vinavyoenda kutokea nyumbani kwake, yeye apate ujasiri wa kuweza kujibu na aweze kupambana na hali yoyote ile. Manyanya anajua jinsi gani ya kuendana na Mati, na anajua akimwambia nini Mati anajiongezaje. Kwa hiyo hawa watu, hii kapo inaitwa super kapo. Yaani hawa ukiongea kwa kodi kidogo wanakuwa wanaelewana, na mmoja anajua jinsi ya kuweza kujiongeza juu ya mwenzie kwa kile ambacho ameweza kuambiwa. Hawa ndio watu wanaopendana na kuendana na wanalandana kwenda sehemu moja. Basi Manyanya akawa ameendelea kumkumbatia bibi Mati na kumwambia, unajua nini? Yaani hapa tulipo mimi sasa hivi sioni raha yake. Alafu mambo ya kukutana barabarani na kukaa hivi kwangu mimi haileti heshima. Si unajua watu wanavyoniheshimu, Si unajua? Lakini Mati akajibu, ndio najua, lakini sasa hivi wale ndugu zako pale wanaondoka lini? Manyanya anamuuliza Mati kwamba wale ndugu zake wanaondoka lini. Mati akamwambia, mimi sijui wanaondoka lini, ila wataondoka, kwa sababu hawatakaa muda sana, wataondoka, ila siwezi kuwalazimisha waondoke haraka, haitaleta picha, kwa sababu wale wameachwa pale na mama pamoja na shangazi waweze kuniangalia mimi. Kwa hiyo nikisema niwaondoe haraka haitaleta picha nzuri. Lakini wakati wao wanaendelea kujinafasi huku na kuendelea kupiga stori za hapa na pale, kumbuka tayari Mati ameshaweza kuwaona na amejua kitu gani kinaendelea. Hapa lazima aende akafikishe umbea na akafikishe habari kwa ndugu zake na Mati, akijua kwamba Mati akirudi atawashiwa moto. Kumbe sivyo ndivyo. Basi nikukumbushe jambo moja, kama wewe ni mdau na ni mpenzi wa movie hii ya Dunia, wewe kitu unachotakiwa kukifanya ni kubonyeza neno subscribe lililopo hapo chini, kisha weka like yako, alafu weka comment yako yenye makopa mengi sana kwa ajili ya ndugu yetu Manyanya pamoja na bibi Mati. Alafu baada ya hapo sasa wewe share na watu wengine, alafu usiache kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili wewe uwe wa kwanza kuja kukutana na vipande vyote vinavyokuja vya Dunia. Maana sasa hivi ni mfululizo wa kazi tu, kazi juu ya kazi, weka tuweke. Yaani hapa kila kitu kinakuja, kila siku tutakuwa tunakutana hapa ili kuweka mambo sawa. Basi baada ya hapo sasa Mati na Manyanya wakawa wanaendelea kupiga stori, na Mati akaona sasa ni muda wa kuweza kurudi nyumbani. Basi alipofika nyumbani ni kama kweli alijua kitu gani kitakwenda kutokea, na Kathe lazima atakwenda kumsemea kwa ndugu zake ili kuweza kumkomesha na kumkomoa. Je, Kathe atafanikiwa katika hiki anachoweza kukifanya sasa hivi? Je, na kwa nini Kathe anayafanya haya yote? Kwa ajili ya upendo kwa Mati au ni kujipendekeza kwa ndugu zake na Mati ili kumkomoa na kumkomesha Mati? Kathe bado ana kinyongo na Mati. Toka mwanzo alikuwa na kinyongo naye, japo hakumfanyia chochote. Nikiuhalisia kwamba kweli Kathe ana nyota, lakini nyota yake ni nyota ya bundi, lakini Mati ana nyota yake nyota ya sukari.
ambayo kila mtoto lazima aipende. Mtu mzima pia lazima aipende. Yaani nyota yake ni nyota ya jua. Mchana linawaka na usiku linaweza kuangazia mwezi uweze kutoa mwanga pia. Kwa hiyo nyota ya Bibi Mati inawaka, tena inawaka vilivyo. Nyota ya Kase ni nyota ya giza, tena sio nyota tu, yaani ni giza totolo, kwa sababu hakuna anayemtaka zaidi ya yeye kuwataka wanaume. Yule aliyeweza kumkataa ndio imeweza kumletea mambo haya yote. Bibi Kase aliweza kumkataa mwanaume aliyempenda, sasa hivi ndo kinaweza kumkuta. Basi hapa Kase alikuwa anatoa umbea na kusema kwamba Mati nimemuona kule kichochoroni yuko na manyanya, tena wamekaa wamekumbatiana, wanaongea, wanapiga story, wanacheka. Mimi najua kabisa hawa lazima watakuwa wamerudiana. Yaani shoga yangu, huyu mtoto anatutafutia matatizo, tena anatutafutia shida hasa. Yaani kuhangaika naye kote huku, lakini hakuna chochote anachokifanya. Basi mara ghafla Bibi Mati akawa anaingia. Alipoweza kuingia, akawa ameenda kukaa moja kwa moja kwenye kochi. Wote wakawa wamenyamaza. Kathy pamoja na dada yake Mati wanamwangalia Mati. Mati akaanza kuwauliza, vipi? Mbona mnaniangalia sana? Nimekosea nini? Au nimebadilika? Basi dada yake na Mati akamuuliza, je, haya anayoyasema Kathy hapa ni ya kweli? Mati akamwambia, yapi hayo? Eti sina kuuliza wewe. Dada yake akaendelea kusema, umerudiana na manyanya, si ndio? Basi bibie Mati akasema, ndio, nimerudiana naye bila uoga, kwa sababu tayari alishajengewa confidence ya kuweza kuongea popote na mtu yoyote, na alijua kwamba Kathy lazima ataleta umbea huko nyumbani ili kuweza kumkomesha na kumkomoa bibie Mati. Mati akakubali na kuambia, ndio, nimerudiana naye. Tena niwaambie kitu, yaani nimerudiana naye kweupe na nampenda. Basi dada yake akamwambia, hivi wewe Mati, yote uliweza kuyafanya, manyanya hakupendi wewe, anapenda huyo mtoto. Sasa sijui anamaanisha nini kwamba anapenda mtoto, ampendi mama mwenye mtoto. Je, mtoto akizaliwa ina maana Mati atanyongwa au itakuwaje? Sijaelewa hapo. Kathy na yeye akadakia akamwambia, hivi wewe Mati, mwanaume gani amekuzalilisha kweupe mbele za watu, tena amekutelekeza kipindi ambacho alitakiwa akufanyie uchumba na akakuacha, na sasa hivi amekuacha, tumehangaika na wewe hospitali, unazimia, unakunywa sumu, unafanya kila kitu. Wewe Mati, yule mwanaume hakupendi, yule mwanaume katili, akufai kabisa. Na dada yake akaendelea kupigilia misumari na kumwambia, tena huyo mwanaume ni katili, akufai. Na shangaa wewe unaendelea. Na kwa nini umesahau yale maneno ambayo aliweza kukwambia mama na shangazi hapa? Siku anaondoka unakumbuka alikwambia nini? Basi bibie Mati akawaambia, mbona kama mnanifokea? Siwaelewi. Yaani huyo manyanya mnayemsema ni mwanaume wangu mimi. Manyanya mnayemtaja hapa ni mtu ambaye mimi nampenda. Manyanya ndiye muhusika halali wa hii mimba. Sasa nawashangaa nyinyi mnaanza kunifokea na kunisema, tatizo lenu ni nini? Mbona siwaelewi? Kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yenu? Mimi siwaelewi. Hamtakiwi kunifokea wala kuniambia vitu ambavyo sivielewi. Mnanielewa sijui, na nadhani hapa mtakuwa hamjanielewa vizuri. Ila kitu ninachotaka kuwaambia kwamba manyanya sitamuacha, na wala sitaogopa kusema eti mara dada kanitenga, mara si mama, mara si shangazi atanitenga. Mimi hayo sitayazingatia. Kikubwa ninachokifanya mimi ni kutafuta furaha yangu. Alafu mimi nimeshaweza kuwa mtu mzima tayari. Kwa hiyo kitu ambacho mimi naweza kukifanya hapa ni kuweza kuitafuta furaha yangu na kuanzisha familia yangu. Mimi natakiwa nijenge familia yangu, sio kuanza kunitishia kunitenga. Kama mnataka kunitenga, haya mnitenge. Mimi niko tayari wala hata siogopi. Kama mambo yenyewe ndiyo hayo, mkinitenga, mnamjanitenga, hiyo itakuwa shauri yenu. Mimi nimemaliza. Asante. Basi bibie Mati akaamua kutema nyongo mbele ya dada yake. Lakini wakati anaingia ndani na kunyanyuka, Kathy akaanza kusema, huyu naiona kabisa hii sio akili yake. Atakuwa amerogwa, tena amerogwa hasa. Hapa kitu anachokifanya Kathy ni kuweza kumshawishi dada yake na Mati ili waweze kwenda kwa mganga wakamloge manyanya.
na ndio maana akaingizia mambo ya Mati kuweza kulogwa. Kwa hiyo kitu atakachokifanya ni kuanza kushawishiana waweze kwenda kwa mganga, na kama unakumbuka yule mganga alishaweza kumfanyia vitu kadhaa bibi Mati. Endapo wakienda, basi hii mimba itaenda kulogwa na itatoka. Kwa hiyo ikitoka, mambo yatakuwa magumu sana kwa upande wa bibi Mati. Lakini sidhani kama sasa hivi uchawi utakwenda kufanya kazi, kwa sababu Mati tayari alishaenda kutibiwa, na yeye alishaweza kupewa uganga na kuweza kupewa kinga za kishirikina. Kwa hiyo atakuwa yuko vizuri zaidi. Jambo la kufanya, wewe onyesha upendo wako, na kama wewe umpendi Kathy, unaona Kathy ni mnafiki, hebu weka komenti yako hapo, mshauri chochote bibi Kathy. Kwa nini anapenda kuandama na kuingilia maisha ya watu? Hii ni hali mbaya sana katika maisha ya kibinadamu. Kathy lazima atakuja kuwa mchawi baadaye, kama sio uzeeni, basi akifika miaka 40 tu anakuwa mchawi, tena mwanga aliyekubuu. Basi hapa onyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu weka komenti yako hapo yenye makopa kwa bibi Mati. Kama unakubali Mati ameweza kuwashinda leo na kuweza kuwatolea uvivu Kathy pamoja na ndugu zake kwa ajili ya kuikosa furaha yake, weka makopa kwa bibi huyu ili aweze kupambana na kupata nguvu zaidi. Pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata kazi zote zinazokuja, na wewe ndiye utakuwa wa kwanza utakapobonyeza alama hiyo ya kengele. Ukibonyeza alama ya kengele, bonyeza neno all ili uwe wa kwanza kupata notification zote za kazi zinazotoka.